We are destroying our planet. We can clearly see the effects of our own actions and climate change all around us. It's time to act now. My name is Hamid Abdulbasat. I am an environmental scientist and activist. We're joined now by Hamid Abdulbasat. I'm speaking on behalf of the Global Youth Biodiversity Network. I don't want to discuss climate and environmental problems only in offices and conference rooms. Ukitunza mazingira yanakupa reward. Tuko tunafuatilia hata ndege walio hatarini kutoweka duniani. In Sauti ya Kijani, I meet interesting people, learn more about their challenges, see solutions. Legeza kidogo. Kazi pia sio ndogo. Join me and learn how we can act at Sauti ya Kijani. Karibu katika Sauti ya Kijani, kipindi ambacho kinatuhabarisha, kinatufundisha kuhusiana na masuala mbalimbali ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Leo hii tutawazungumzia nyuki. Viumbe vidogo kabisa lakini vina mchango mkubwa sana katika mfumo wa ekolojia. Nimeitikia mwaliko kutoka kijiji cha nyuki. Na leo hii utasikia kutoka kwa Bwana Philemon kuhusiana na masuala ya ufugaji wa nyuki wakati nikienda kubadili mavazi haya. Ndani ya kijiji cha nyuki, sisi ni soko, sisi ni shule, sisi ni kiwanda na sisi ni utalii katika eneo hili. Watu ambao naitwa Philemon Josephat Kiemi, ni mwanzilishi, mmiliki na mkurugenzi mtendaji wa kijiji cha Nyuki Company Limited. Ni mfugaji nyuki mwanasayansi ambao nimechukua jitihada za mababu zetu na kuzifanya kisayansi zaidi. Napenda kuwafundisha watu wengine masuala ya ufugaji nyuki kwa sababu yanawasaidia kujikimu kimaisha. Tunafuga nyuki wa aina mbili, nyuki wadogo na nyuki wakubwa. Mizinga ni 31,760 katika mashamba 21. Hakuna hata dakika 5 zinapita sifikiri nyuki. Napenda vijana wa Tanzania waelewe kwamba msitu ni ofisi. Wanatakiwa kuingia na waanze kufanyia kazi. Ninapokuwa na misongo ya mawazo, ninaenda kwenye mzinga na napata ile raha na naondokana na ile misongo ya mawazo. Asante sana kwa kunikaribisha kaka Philemon. Nashukuru sana. Naam, kama unavyojionea jamani, tupo katika magwanda siku hii ya leo, tunajikinga na hawa nyuki. Ila kidogo nahakikishie mtaalamu mtakuwa na usalama gani siku ya leo? Kwanza kabisa unapokuwa kwenye mzinga, usiwaze kama watakung'ata. Sawa. Na kitu cha pili, ulivyovaa mavazi, maana yake ni kwamba nyuki watakuwa wanakuzunguka na wewe unaona. Na hivi ndivyo tunavyokuwa rafiki wa nyuki. Sawa. Maana yake hapa tunaweza kuwajua zaidi wao wanafanyaga nini kwenye mzinga wao. Ni kweli. Jamani, nimehakikishiwa usalama wangu kwa namna fulani. Naam kaka Philemon, tupo na huu mzinga hapa. Naweza kidogo nikapata mawili matatu kuhusiana na huu mzinga wetu. Huu huwa tunaweza kuvuna mazao 7 ya nyuki. Lakini sasa naona kuna moshi unapulizwa, naona kuna draw na kadhalika. Naweza kidogo nikapata mawili matatu. Hapa tunavyopuliza moshi namna hii, ni tunavunja mawasiliano kati ya malkia na nyuki wengine. Ili wasiweze kuwa katika hali ya kawaida. Lakini hii hapa bee pollen unayoiona hapa. Ndio. Hii bee pollen ni chakula cha kila siku cha nyuki. Kwa hiyo hii ni chanzo kizuri cha lishe na ni mlo kamili. Kwa maana hiyo wakienda kutembelea maua fulani wanakuja na kiasi fulani cha pollen katika miguu yao. Alafu wanapokuwa wanaingia tunawakaba. Sawa. Kwa tunafungua mzinga wetu. Piga smoker huko. Naam, kama unavyojiona jamani, tunazidi kuona kilichomo ndani ya huu mzinga. Hapa maana yake tunaweza kunyanyua hii. Naam. Unaona? Naam. Tunaweza kunyanyua hii. Nice. Jamani, mnajionea? Shika. Naam. Hizi
Hizi ni new combs. Kwa maana gani kwa Kiswahili? Masega mapya ambaye nyuki walikuwa wanajaribu kutaga. Na hapa ndani kabisa kwenye hexagon moja, kwenye hii pembe sita moja, kuna yai la ndani, kuna yai la nyuki linaonekana. Yai kama kamshale hivi. Unazungumzia hayo katika ngazi ya ukuaji ya udogo kabisa walipotokea. Huyu ni mdudu, kwa hiyo anafuata zile hatua 4 za ukuaji. Ikiwemo lava. Kwenye yai, lava, pupa na hadi kuwa mkubwa zaidi. Sawa. Kwa hiyo nyuki tunaona kama hapa wamekuwa marafiki zetu. Ni kweli. Na hawa walioning'inia hapa chini hasa kwa nini huwa wameshikilia kitu gani? Hawa wamening'inia kwa sababu wanajaribu kujiprotect. Tunaweza kuwashika tu kama hivi. Sawa. Kazi ya malkia katika hawa nyuki ni nini hasa? Malkia ndio kiongozi wa kundi. Malkia ndio mtagaji wa mayai pekee kwenye mzinga. Ndio anayetaga mayai. Anapanga shughuli zote za kwenye mzinga. Kwenye asali, unaona asali imeanza kuwekwa na hapa imekuwa nyeusi zaidi. Hapa anajionea, umeniambia asali imetagwa, lakini asali hii tunaitwaje hapa ili watu waiweze kuipata? Tunapovuna, tunachukua hili sega. Hili. Naam. Kulipeleka shamba. Kwa hiyo kule tunaenda kupress kama hapa tunavyoweza kupress namna hii. Nadhani mnajionea jamani. Asali inateremka. Tunabonyeza. Kwa hiyo asali inateremka hapa. Kwa hiyo tunaenda kupress. Jamani mnajionea asali inapotoka jamani. Tungekuwa hatujavaa hii hapa. Tungeionja. Nyuki mimi nawapenda kwa sababu kwanza nyuki ni biashara endelevu. Halafu pia inaunganisha nature. Ule uasilia, lakini pia inatunza mazingira. Kwa sababu angalia mtu anayekata miti 4 anatengeneza mkaa, anaenda kuuza gunia 20,000. Na mimi ambaye natega hapa nyuki, silimi, sichafui nyasi wala sifanyi nini, lakini napata yale mapato ambayo bila kuharibu ardhi, bila kukata miti. Ukitunza mazingira yanakupa reward. Mtaalamu, hakika nimejifunza mengi sana. Basi tuache nyuki katika amani, kisha tukaendelea na mazungumzo yetu kwengineko. Asante sana. Nashukuru sana. Mtaalamu Philemon, tunafahamu bila shaka duniani idadi ya nyuki imepungua kwa kiasi kikubwa sana. Ni nini ushauri wako kwenye hii changamoto? Ushauri wangu ni kwamba watu wapatiwe mafunzo ya ufugaji wa nyuki ya kibiashara ambao hauathiri mazingira, lakini pia wafundishwe jinsi ya kuwazalisha nyuki wao wengi zaidi. Kwa zoezi ile la uzalishaji wa malkia na makundi ya nyuki. Kwa sababu makundi yakiwa mengi ndio tutazalisha mazao mengi zaidi. Lakini wale wakulima wapunguze matumizi ya madawa chemical ambazo zinaathiri ufugaji wa nyuki. Dunia bila nyuki itakuwaje? Dunia bila nyuki itachukua miaka 4 tu akapata kuwa na kitu chochote kingine. Kwa sababu nyuki anafanya uchavushaji kwa 85% ukilinganisha na wachavushaji wengine kama vipepeo na nini. Kwa maana hiyo nyuki wakipotea mwaka huu, mwaka ujao hapata kuwa na continuation, hapata kuwa na mwendelezo wa kizazi wa baadhi ya jamii ambazo ni wanyama na hawa miti. Kwa hiyo kwa ujumla nyuki ndio wanaoifanya dunia kuwa hai. Maono yako ni yapi hasa katika ufugaji wa nyuki? Kwanza ni kuwa mfugaji mkubwa duniani, kwa sababu ukiweza kumiliki nyuki 1.2 million au milioni 1.2, maana yake wewe ndio utakuwa mchavushaji mkubwa ulimwenguni na ndio mfugaji mkubwa ulimwenguni, na sisi hapa ni rahisi sana kuongoza ulimwenguni. Naam, mtaalamu Philemon, hakika nakushukuru sana. Hii ni shule tosha kwangu. Karibu sana. Asante sana. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji wa Sauti ya Kijani, hiki ndio kijiji cha nyuki. Tumejifunza mengi sana kuhusiana na ufugaji wa nyuki ambao ni rafiki na mazingira. Natumai tutakuwa tunamkumbuka Bwana Sale wa kijijini Sasilo, yule ambaye mizinga yake ya nyuki ilikutwa na majanga. Tukajifunza zaidi kutoka kwake. I want to know more about the everyday beekeeping in the village. Saleh Hatibu has been a beekeeper for over 30 years. He is Sasilo's most famous bee expert. He introduced many villagers to the world of honey farming. Today Saleh called me here to help him install a new hive. I'm happy to help and get to know more about his life as a beekeeper.
Kwenye kikao hapa cha kamati ya mazingira tuliyoshiriki, tuligusia kidogo ule msitu ambao ulichomwa pamoja na mizinga yako kuathiriwa. Hebu kidogo nipe 2-3 kuhusiana na ule msitu ulichomwa. Baada ya kuchomwa kweli nilikuwa na mizinga yangu kama 40 ikaungua. Pole sana. Asante sana. Ilivyoungua iliyobaki mingine ndio hii unaona nimeileta huku sasa. Since the loss, he started to hang his beehives on his private property. Today he owns 150 beehives spread across his plots and his newly bought forest. But back to work. To attract the bees, we apply beeswax to the frames. Kitu gani hasa kilikufanya uendelee kuwepo kwenye hii sekta ya nyuki? Hii sekta ya nyuki mimi nimeipenda sana. Kuzalisha, kupata asali, kuweza kuuza na kusomesha watoto. Na bado ikaendelea kubakiza na bado inatarajia kubaki zaidi. Natarajia kubaki kabisa kufanya shughuli zangu hizi kwa sababu tayari zinanipa kipato. We clean the hive and put it back together. We wrap wire around it to fixate it. It surely is not Saleh's first time, but I'll try my best to help. Then we need to fix the hive to this branch. Saleh tells me this will later be the hook which holds the hive in the tree. Kwa baada hapa tunatakiwa tupandishe mzinga wetu inatakiwa hapa sasa hivi tutaubeba huu mzinga kupeleka sehemu ambayo tunataka kuupakia. Alafu mimi nitachukua hii kamba, nitapanda nayo juu, nitakushushia hii kamba, wewe utanifungia hapa pia tunavuta juu. Mzinga utakuwa umepanda. Mimi nitakayokuwa navuta hii juu. Tunaendelea kazi ya kupandisha mzinga wetu. Na kazi pia sio ndogo. Jamani, kama mnavyoona tumefanikisha kupandisha mzinga wetu. Na mzee. Ndio. Pole sana. Asante sana. Lakini bwana mzee Saleh, naomba nikushukuru sana kwa ushirikiano wako. Nimejifunza mengi sana kuhusu nyuki. Na bila shaka nimefurahi pia kuenjoy kupandisha huu mzinga. Ndio. Hakika ni katika uzoefu pia na mimi nimejifunza jambo. Sawa sana. Mimi nashukuru kwa ujio wako. Asante sana kwa kweli. Na mpenzi mtazamaji wa Sauti ya Kijani, natumai utakuwa umejifunza mengi sana kuhusiana na ufugaji wa nyuki pamoja na faida zake. Ila pia nikukumbusha kwamba kipindi kijacho cha Sauti ya Kijani kitakuwa ni cha mwisho. Basi nakuomba sana usikose. Hakika kuna mengi sana ya kujifunza. Asante sana.